Maji, karibu sana kwa mara nyingine tena tunakutana katika episode ya kwanza kabisa. Yupo binti huyu hapa anaitwa Chaego akiwa amerejea nchini Korea. Leo amepania kwelikweli kwenda kumwona boyfriend wake ambaye wameachana kwa muda mrefu zaidi ya mwaka mmoja. Binti alikuwa ameelekea huko masomoni na sasa amerejea tena. Episode ya kwanza imepewa jina la siku mbaya. Sasa binti akiwa town pale Korea, kuna muuni mmoja akawa amemuona akaenda kuomba namba. Binti akampa ukweli, akamwambia unajua bwana, mimi nina boyfriend. Tena sio boyfriend wa hivi hivi, yani nimekuwa naye kwa zaidi ya miaka 8. Kwa hiyo bwana utaniwia radhi. Asa mchizi akajinadi kweli kweli. Anambia wewe mbona haina shida? Sasa binti akamwambia lakini unajua boyfriend wangu mimi huaga ni mkali. Yani itakuwa noma sana akigundua kwamba mimi nafanyaga mawasiliano kwa simu. Sasa akamwambia wewe inahusiana vipi? Sasa kumbe huyo mchizi ana demu wake anaitwa Jiwon. Alikuwa anamsubiria, sasa demu si ndo akamkuta jamaa anatongoza. Kumbe ulikuwa pale. Na huyu ni nani? Huyu hapa bana, mimi nimekutana naye tu. Nilikuwa namuuliza anaelekeze njia ya kwenda Ukurelini. Mtoto wa watu Chaego akiwa anasepa. Bahati mbaya kisigino cha kiatu chake kikavunjika. Mpaka sasa tairi moja la begi likawa limevunjika. Binti alielekea sehemu moja ambayo basi mara kwa mara zamani hizo walikuwa wakipenda kuja sana hapa. Basi huyu mwanamama akamwambia sasa kuniachia mizigo yako hapa itakuja kuwa shida. Akamwambia lakini mimi nilikuwaga mteja wako sana hapa. Ina maana umenisahau kabisa? Nilikuwaga na nywele ndefu hivi kipindi cha nyuma. Sasa huyu dada amkumbuki. Nilikuwa mrefu kidogo hivi. Afu kuwaga nakujaga na jamaa mmoja naye mrefu hivi. Alikuwaga handsome sana. Jamaa mrefu handsome. Yule jamaa ambaye ni maarufu sana kwenye kuogelea. Ndo huyo. Alikuwa anapenda sana kuvaa tracksuit na kofia. Kumbe ni yule jamaa maarufu sana yule. Hivi jina lake anaitwa nani tena? Anaitwa Wong Choi. Jamaa ndo huyu hapa anayezungumziwa. Handsome kweli kweli. Kumbe ndio yule kuaga unakujaga naye kipindi kile. Sasa nimekumbuka. Mimi ni girlfriend wake. Yule anaitwa Mr. Choi. Huyo Mr. Choi kwa sasa ni mwalimu. Sasa wanafunzi wanamuuliza vipi hivi una demu? Anasema sina. Sasa kwa miezi 9 inayofuata mimi ndo nitakaye kuwa mwalimu wenu wa darasa. Ikiwa unahitaji msaada wowote utakuja kuniuliza. Wanafunzi sawa. Mr. Choi, nina swali jingine. Swali gani? Kwa hiyo sasa ushapata demu? Anko kabinti ambako kanamuuliza hapa kanaitwa Yo. Sasa upande huu binti anaendelea kuomba pale msaada, lakini akawa anamsikiliza huyu bibi akiwa anaongea na simu na mpenzi wake, akiwa anauliza vipi nivaeje tukitoka jioni. Kwa hiyo unasema kwamba ikiwezekana hata kama tunaenda mwaka mmoja kwenye masomo, basi mimi siendi ili sije tukaachana. Binti anakumbuka mbali siku alipokuwa akiondoka Korea. Jamaa huyu basi alimkazia siku hiyo sana. Mr. Choi akamwambia bana, mimi kama unasepa mimi na wewe tunaachana. Sasa binti anampenda sana. Akamwambia sasa nifanyeje ili tusiachane? Mwambia hiyo haiwezekani, inabidi tuachane. Binti alilia sana. Yaani wewe ulikuwa umetaka mimi nivae hivi, kumbe mwisho wa siku umenifanyisha hivi kuvaa afu unakuja kuniliza hapa. Binti alikuwa amekuja kuagiza keki kwenye hii bakery. Binti alipenda sana ile keki. Basi nitakuhifadhia begi lako hapa, alafu utakuja kulichukua muda wowote. Akamwambia haina shida, hata usiku nitakuja. Alafu hii ni zawadi yako wewe mteja wangu. Asante sana jamani. Akafurahi sana. Haya, wakati huo mtazamaji, basi kumbuka hii ni Valentine playlist. Kuna hizi pipi wa Korea ukifungua kuna ujumbe fulani uko ndani. Sasa nategemea ni ujumbe gani kwa ajili yako. Ule ujumbe ulikuwa unasema leo itakuwa siku yako nzuri sana. Lakini wakati huo basi mtazamaji, bibie huyu Chaego alikuwaga na rafiki yake ambaye alikuwa anamshauri mambo mengi sana. Sasa huku bibie akiwa anaelekea kwenda kuonana na huyo mpenzi wake ambaye hawajaonana siku nyingi. Mwenzi akawa anamwambia sasa hujawasiliana naye mtu mwaka mzima, unaendaje bila kumwambia? Akamwambia si atanishangaa sana, atakuwa ni surprised sana akiniona. Nataka nimfanyie surprise. Sasa nakumbuka mwaka mmoja uliopita akiwa airport, mchizi hata kumsindikiza. Lakini binti alimtumia ujumbe wakati anaondoka, ujumbe ambao unasema mimi na wewe bado hatujaachana. Rafiki yake anamuuliza sasa wewe una uhakika kwamba yeye anajua kwamba yeye bado hamjaachana? Mwambia yeye ndio. Hata kama basi tungeishi miaka 7, yule hawezi kuachana na mimi. Ninamfahamu vyema. Binti Chaego anaonesha alikuwa na imani sana. Leo ilikuwa ni siku yake mbaya. Sasa angalia.
kiatu chake kingine cha pili nacho kikavunjika kisigino. Lakini tunarejea pale katika hii shule ya sekondari, tunampata huyu mwalimu ambaye ndo anaitwa Mr. Choi akiwa na mwalimu mwenzie pale, piga story pale. Asa wewe mchizi, hauna hata demo, unaishije mwanangu? Kwamba umepata demo ubaki. Mwambie wewe nimepata. Mwanangu nakuonea wivu. Katika misimu kama hii ndo umepata demo. Haya basi sawa. Na imani kila kitu kitakuendea vizuri. Jamaa alikuwa ni handsome mpaka wanafunzi, yaani walikuwa wanamuonea kama gere hivi, wanamtamani. Sasa Chaego akawa ameenda zake kutafuta kiatu kingine, akatokea huyu binti anaitwa Yok. Kumbuka anasoma kwenye ile shule ambayo anafundisha Mr. Choi. Huyu binti mkorofi sana, ndio yule alikuwa anauliza maswali darasani ya kikorofi kama Mr. Choi ana demo. Sasa akampata huyu dada Chaego akiwa jaribisha kiatu, akasema hichi kiatu mimi nishakiwahi. Wakaanza kubishana. Sasa binti akaanza lakini mbona wewe kama mzee sana kwa mambo kama haya jamani? Unasemaje? Mimi mzee? Hebu rudia tena, tumesemaje wewe binti? Jamani, sio kwamba ina maana mbaya, lakini hiki akitakupendeza au kama nitakuwa nimekukosea basi naomba radhi. Mimi nilikuwa nahitaji tu kukusaidia kama mawazo. Binti kidogo akamwambia basi ni sawa, lakini ikiwa unataka kuvaa viatu vya sampuli hii basi inabidi pia uwe unaendana navyo, sababu nikiangalia vidole vyako yaani vimechanua pembeni kama tangawizi. Sasa sijui kama utavaa viatu kama hivyo vya mchuchumio, vidole vyako si vitatoka nje? Wewe unamaanisha nini? Na maana kwamba inabidi kwanza uangalie na aina ya mguu ambao unao ndo uweze kuchagua viatu kama hivyo. Binti akawa ameachwa hapo limemshuka. Sasa akiwa anaondoka akachanganya mifuko, akachukua mfuko wa watu. Huyu binti Yok akaanza kumwambia we ni mwizi. Ikawa tayari ni tatizo. Anasema siku hii ni siku ambayo mambo yangu mengi yalienda vibaya. Wakajikuta wamepelekana mpaka polisi. Kwa hiyo sasa wewe unasemekana kwamba umeiba wallet ya watu. Hapana jamani, mimi nilijua kama ni mfuko wangu. Maana yake mifuko yenyewe jamani, duka ni moja ya mifuko inafanana. Unaona? Ni mjeuri huyu dada jamani, wewe kaka. Sasa ndio anakuja kukumbuka ya kwamba amechanganya mifuko. Kumbuka alikuwa ameenda kuagiza keki pahala. Yawezekana pia kwamba binti Yok naye alikuwa ameagiza keki pahala, au basi alitoka katika duka lile. Sasa akashangaa anapigia simu boyfriend wake akiwa analia sana kwamba aje achukuliwe. Huyu Chaego akaanza kumwambia yule askari, hebu tazama, mpaka kuna baadhi ya mizigo yangu imepotea kwenye basi kwa sababu niko tu hapa mpaka sasa hivi. Akaulizwa, kwani wewe una mtu wa kukusaidia kwenda kuichukua? Akasema, mtu wa kwenda kunisaidia kuchukua? Imefika mida jioni, Mr. Choi bado yuko ofisini. Anaulizwa na mwenzie, sasa vipi? Uendi kwenye hiyo date ambayo unaenda? Si umesema mpata demo? Jamaa akamwambia basi kila laheri, kwa heri. Wakaagana vizuri sana pale. Hakikisha una subscribe, hakikisha una comment, una like pamoja na kushare. Haya, jamaa huku Mr. Choi akamtumia demo wake message kwamba tutakutana pale tulipokubaliana. Lakini huku binti Chaego ambaye anataka kwenda kukutana na ex wake, ni mtu wake ambaye basi wamekuwa wapenzi kwa muda mrefu, hawajaonana muda wote. Sasa angalia, anashindwa amtumie nani message ya kwenda kumfuata. Sasa binti hapa ambaye anaitwa Yuko ana wanaume kama wote. Mwanaume wa kwanza akawai, vipi nini kimetokea? Yule dada pale ananionea. Mimi nilikuwa naogopa. Sasa akawa anawaza, hii namba ya boyfriend wake hajawasiliana naye muda wote huo, miaka yote hiyo, afanyeje? Akiipiga je itakuwaje? Anawaza kuipiga. Akajikaza na kumpigia simu. Kumbuka mwanzo alitaka kwenda kumfanyia surprise, lakini sasa analazimika kumpigia simu. Maana yake ni kwamba jamaa atajua kwamba binti yuko Korea. Simu ikaita sana, na majibu ni kwamba namba unayopiga haipatikani. Sasa mtoto wa kike akawa amejisikia vibaya sana, akaanza kusema, wewe Chaego ni nini tena? Wanga anapenda kumuita Wanga. Akajaribu kupiga tena, lakini anasema mbaya kuliko yote yale ni kwamba katika siku hii niliyotarajia mengi, basi nimepiga simu ya mtu ninayempenda, lakini hiyo simu haipatikani. Na sasa ni wakati ambapo yuko kwenye wakati mgumu sana. Anasema usikute anaamini kwamba tumeachana. Sekunde tu chache akashangaa kuna mtu kafungua mlango. Anasema Jia niambie nini kinatokea? Sasa huyo anayeulizwa ni yule mwanafunzi ambaye ametoka kuleta noma akimletea Chaego shida.
Ndio akasema ni dada hapo. Dada ameniletea mimi shida sana, sijui vipi. Jamaa kuja kugeuka namna hii. Kumbe huyu ndio yule Mr. Choi. Na Mr. Choi basi huyu ndio mwanaume wa Chayego kipindi hicho. Ni maana yake ni kwamba wajonana kwa mwaka mmoja. Kipindi wamalizaga chuo na sasa kila mmoja alikuwa ameendaga kufanya vitu vyake. Maona mambo hayo. Binti aliendaga sijui field ndo karudi sasa. Sasa binti anashangaa anamuona ni yeye. Akaanza kumwambia kwa nini hujapokea simu yangu wewe? Hivyo unajua ni kwa kiwango gani ambacho mimi nimekaa hapa nikiwa naogopa? Yaani wewe ni mbaya sana wewe ungoa. Wewe ni mbaya sana. Nimeanguka, nimeumia mpaka goti. Hadi kile kiatu ulichonunulia kimevunjika kisigino. Mtoto kike analia. Mchizi ilibidi kusogea na kumkumbatia akiwa anajua wazi kwamba basi binti atakuwa amesononeka sana kwa yale yote ambayo alikuwa ameyapitia. Alimkumbatia bila kusema chochote. Kumbuka wajaonana kwa muda mrefu sana. Akamwambia unajua umenifanya niamini kwamba basi utakuwa umeniacha. Lakini mwamba akamjibu kwa kibesi hivi. Unanijua vizuri. Siwezi kuachana na wewe. Haya mtazamaji, basi katika kipindi hiki tunachoelekea katika msimu wa Valentine Day, nitakuwa na playlist ya mahaba makopa. Nitakuletea sinema ambazo zimejaa mapenzi ndani yake. Na hizi ndizo basi sinema ambazo wengi wetu tunazipenda. Ikiwemo hii ambayo tumeanza nayo, inaitwa Valentine Day. Asante sana, hii ndio kwanza ilikuwa ni episode ya kwanza.